unasaidika. Altars are not equal. Okay. Sasa Waisraeli wakaanza kutoka kule waliko wanaenda Yerusalemu. Kwa nini? Hapo ndio Mungu ameweka covenant na mtumishi wake kwa ajili ya watu wake. Niko na mtu mwingine hapa anafanya kazi yake tu, akona kazi yake. Anaishi Mombasa hii na anaishi kwa hoteli. Na hoteli analipa pesa nyingi sana. Huwa anaishi kwa one of our hotels here. Hajakodisha nyumba. Na anaishi hapo kwa sababu sijajenga nyumba za kupangisha. Lakini nikitoka ng'ambo nitaanza kuwajengea nyumba hapa. Ukikataa kupiga makofi napiga mwenyewe, kwani inalipisha. Akija hapa ameanza akiwa analipwa mshahara wake pesa kiasi. Lakini sasa akikwambia mshahara ambao analipwa, utasema hapana. Hata cabinet secretary wa serikali halipwi hiyo mshahara. Hakai kwa nyumba ya kukodisha Kilifi kwa sababu anataka akae karibu na madhabahu yake. Na kwa sababu alifanya huo muamuzi, madhabahu yake inampandishia mshahara kuishi maisha hiyo anayotaka. Ukitoka hapa, madhabahu haya ya kubariki kwa jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe. Even a foreigner akija, akisikia habari zako kwamba wewe unafungua watu, akifika hapa akapiga magoti hapa akikulilia, ijapokuwa si wa hapa, mpe kile anachotaka. Hata mwenye dhambi, mtu wako aliyekosea, amekosea ukamwadhibu, amesikia habari zako, akatoka kule aliko, amegeuka akasema ijapokuwa nilikosea, na wewe Mungu haujapanga kumsamehe na umekataa kumsamehe, akitoka huko akanyage hapa, geuza roho yako, Mungu msamehe na umponye. Shika mwenzako sikio, muulize, unasikira wewe, unamanya? Wamekung'oa sikio ndugu? Hiyo ndio maana huwa anasema covenant. Okay. Wakati unatoa sacrifice, you make a covenant. Ukitoa sacrifice, nani amekuja na mtoto? Ni wa nani? Nataka mtu ambaye amekuja na mtoto wake. Jenzi. Uni alfa. Kwani ziko wapi? Jenzi ni hawa. Na sisi. Wewe ni millennial. Why 80s? Ni X. Tuko X dada. Bidamu ya Yesu Kristo iweke tiki, tuliweke wanga X. Mtashangaa sisi ni X na tumewazaa nyinyi Jenzi. Huyu mama akiweka covenant, anaweza kuwa ameishi maisha mabaya, lakini amekuja kwa madhabahu yake, haya altar yake. Altars are not equal. Tutaenda pole pole. Amevuka hizo altars, ameenda kwa haya altar yake, akafanya covenant kati yake na Mungu kwa haya altar yake kuhusu huyo. Umeona? Leta ile board. Watu wangu wa board wamezeka. Ameenda kwa haya altar wake, anaenda safari. Nitakusomea vile Yesu alitolewa huko Bethlehemu, akasafiri siku karibu 3 ndio wafike huko. Kwani hakukuwa na sinagogi? Sinagogi zilikuwa nyingi. Kwa nini waende Yerusalemu? Sinagogi ziko nyingi sana. So akiweka covenant huyu mama na Mungu wake kwenye madhabahu yake yenye nguvu kuhusu huyu hawezi pinduka huku ama huku, ataenda ile barabara mama amesema. Na huyu hawezi enda huku ama huku, ataenda ile barabara mama amesema. Hata ajaribu kunywa pombe, atatapika, aumwe na kichwa mpaka achane na pombe.
kwa sababu ya covenant ya mama na Mungu kwa haya altar. Mshike mwenzako sikio, muulize tangi watu waanze kuhubiriwa, umeelewa hiki kitu ndugu? Tunaelewa? Lakini wote kidole mwambie you must come. Hata kama hujui kizungu tupa tu. God, you object altar. Si tufanye hivi. Wewe unaongea na Mungu kuhusu hii kitu unataka kwenye madhabahu yako. So Mungu ako connected. His eyes are upon this altar because the altar has been dedicated. Ukienda kwa madhabahu ambao haina nguvu ukatoa sacrifice, kwa sababu Pastor Ezekiel huwa anasema sacrifice will give you anything, it will give you nothing, kwa sababu the Lord's eyes are not upon that altar. But here God says my eyes and my heart. So huyu anaongea na huyu, huenda ni dota, anasema Mungu nimekuletea sacrifice. Mimi nimezaa nje ya ndoa, lakini huyu Mary mtoto wangu never hata waiza nje ya ndoa. Na Mungu anasema hapa mahali umekuja kutoa sacrifice na kufanya ibada, I have a covenant with who? My servant. What did he say? Any supplication, any prayer of a sinner upon this altar, hata kama ni mwenye dhambi, oh Lord, answer. Sasa Mungu atakuja kujibu huyu, sio kwa sababu ya utakatifu wake, kwa sababu ya covenant ya Mungu na madhabahu haya na mtumishi wake. Sasa ukiona mtu amegharamika anaenda kwa madhabahu yake na iko mbali, mwambie ndugu achana na simu hiyo, simu itamletea shida. Na iona baba, achana nayo. Aiyo. Mimi yangu nimeacha huko. Mtu ameelewa? You pray to God but you don't have higher altar. You have your altar which is powerless. Pastor anakohoa, mke wake anaarisha, watendakazi wanazini, na pastor amechukua muimbaji mwingine, na kiongozi wa wazee ako na mpango wa kando. Hiyo ni madhabahu ambayo imeachiwa wana wa Eli. And the Bible says, na wakati madhabahu ilichafuka, Waisraeli walishindwa na Wapalestina na Filisti, na sanduku la agano likachukuliwa. The container that contained the presence of God was taken away. Why? The presence of God, the glory of God had left. Mtu anaweza kuwa mchungaji na utukufu wa Mungu ulimwacha, amebaki box, na ukaendelea kwa hiyo madhabahu na ukaendelea kutoa hapo, na ukateseka na ukafa, na yeye ananona kwa kukula kwa matanga yako. Mimi sija kusema na ubiri. Na ukijaribu kutoka anakuhubiria mabaya kuhusu yule. Hamjui nguvu hizo zinatoka wapi? Zinatoka baharini. Jamani, kama zinatoka baharini na zinaponya mwenda wazimu, si tuende huko basi? Wewe hizo zako unasema zimetoka mbinguni na tunakufa unatuzika. Inakuwaje shetani amekushinda na nguvu wewe pastor? Atakwambia huyo mchungaji hiyo mafundisho yake ni mabaya, lakini yako ni mazuri, hatukatai. Mbona tuateseka basi?
msiamini kile ambacho anafundisha. Ni sawa, umesema tusiamini, lakini mbona amekushinda? Basi mbona madhabahu yake ni bora? Basi badala ya kuona wivu, ungesikia kile ambacho anahubiri, utengeneze hii madhabahu, tuache kuteseka. Mchungaji, naona, listen to me. Ukitaka kuelewa mchungaji wa kweli, si kwamba mimi ni mzuri, atakufundisha lakini hakufungi. Baba mzuri ni yule ambaye mtoto wake anataka mali yake na hajakomaa, atamfundisha, lakini akizidi atamwambia sawa. Akigonga ukuta atamwambia si nilikwambia. Lakini wakati ambapo sasa unaanza kutaja mabaya ya yule mchungaji mwingine, kuna uwezekano umepoteza utukufu wa Mungu uliokuwa ndani yako, na unaogopa kupoteza hawa kwa sababu macho yao yamefunguka na wataenda kwingine. Sababu kama sio kuogopa kwamba washirika wako macho yao yanafunguka, ungeendelea kuhubiri Yesu. Haungewaambia kwamba wasimsikize yule. Siku moja nilikuwa nalalamika wakati sijafungua hii kanisa hapa, wakati wa corona. Sasa mimi nilikuwa nahubiri, niko na washirika wangu. Corona ikaingia, hakuna washirika na hakuna kuhubiri. Nikaanza kuangalia TV, naona muimbaji anaimba nikamwambia mke wangu, badilisha hiyo channel. Wanaimba nini? Tafuta nyingine. Wakaniwekea nyingine inaimba sifa. Nikasema toa hiyo kitu. Akaniwekea mhubiri mwingine akiwa anahubiri na anahubiri, akasema the Bible says last week I was in Texas, USA. Nikasema mke wangu, tafuta injili ya maana. So nikawa nalalamika. Siku moja nikimwambia njoo uone sasa huyu pastor vile sasa anahubiri, Mungu akaniambia na wewe yako iko wapi? Wataja ya wengine. Badala ya kulalamikia wengine, si utengeneze yako, watu waone, waachane na hiyo mbaya, wafuate hiyo. Nikamwambia mke wangu, usije, nimesomewa na Mungu. Kama ni mbaya, badala ya kuteta, nifanye ile nzuri, watu waone kama ni nzuri, watakuja tu. Na kama si nzuri, basi ile ninayokashifu basi ni nzuri. Maana wanadamu wako na roho ya kuegemea Mungu wao. Wanajua wakisikia harufu ya kiroho ya Mungu wao watamfuata tu. Badala ya kusema huyo anaimba vibaya, Ezekiel imba, ndio nikaanza kuimba mimi sasa. Fungua TV basi watu waone kama hiyo injili yako iko sawa, si watakuja. Wewe unasema huyo anahubiri vibaya, huyo anahubiri. Wewe Ezekiel yako iko wapi? Nikafungua televisheni, yule akaona kutoka Uganda, akaja last month, amepona. Sikumwambia pastor wake ni mbaya umchunge. Nilimwambia neno la Bwana lasema hivi, ishara za Mungu ni hizi, matendo ya Mungu ni haya. Tazama mwenyewe, elewa mwenyewe, amua. Sasa wakati ambapo ile madhabahu iko na uhai na hii madhabahu haina uhai, utaanza kuambia ubaya wa ile na hauambii uzuri wa hii, na wanatafuta uzuri na hawajaiona hapa na wanaitafuta kule, na unaogopa kuwapoteza. Utawatangazia ubaya wa yule badala ya kuwatangazia uzuri wa Yesu na kufanya mazuri ya Yesu. Na ukifanya mazuri ya Yesu, hawatang'oa miguu yao. Hata waking'oa watakosa chakula cha maana kule, watakuja tu. Na ukiwaambia uzuri wa madhabahu yao, wacha waone, watazame uzuri wa madhabahu yao, waamue. La sivyo wachungaji watakula na wao kwa wao, na wale wanaoumia ni washirika. Nasaidia mtu, lakini watapigana wao kwa wao, watakula na wao kwa wao, na washirika wanasema, mwingine anamwambia yule ako na maziwa mabaya, mwingine anakuambia usikunywe hayo maziwa, yule mama ni mbaya na asikupe maziwa yake. Na mtoto anasema, anasikia, anaonja hii maziwa, anarudi hii maziwa, anakuwa si atapata accident hapa barabarani. Kama uko na maziwa mazuri, mnyonyeshe.
akijaribu kuonja mbaya atarudi kunyonya tu hii. Muonjeshe hayo maziwa mazuri. Mdomo iko na test, roho iko na test. Ataona tu, ataonja tu, atasikia utamu wa hiyo chakula. Altars are not equal in power. Mtu ametengeneza madhabahu akaongea na Mungu, Mungu, alafu huyo mtu hayuko. Sasa zingine naweza nikasema mimi naenda nchi nyingine kuhubiri, alafu nasema huyu anayebaki hapa afanye yale ambayo Mungu hunitumia nikiwa hapa ayafanye. Nimefanya covenant na Mungu, sio huyu. Umenielewa? Huyu akibaki hapa atafanya yale niliyomwambia Mungu amtende kwa ajili yako. Si kwamba huyo ako na nguvu, hana. Nimemwambia baba yangu, unajua huyu hana nguvu. Sasa nakuomba mtumie, siko naenda mahali narudi. Yeyote akija ibada akapata huyu hapa na akamwekelea mkono, huyo mtu apone. Sio kwa sababu ya huyu mchungaji, kwa sababu ya maagano yetu sisi wawili. Na hiyo ufanya saa zingine pasta mdogo ufikiria ako na nguvu kama babake, alafu wengine uasi. Amen. Na akiasi hata akienda na washirika wengine mahali, au washirika wanateseka, alafu tena wanarudi. Ushawahi kuona hiyo? Na mtu anakuambia unajua, tena mshirika wajua yeye hajui covenant kati ya babako na madhabahu na Mungu. Yeye akiona unatumika, kwa mfano nimwache huyu hapa na nikamwambia Mungu mtumie huyu hapa, naenda Uganda crusade, kusipungue nguvu zako hapa akiwawekelea watu wako mkono. Hata akiomba usiku akisinzia, akifika hapa nguvu zako zisipungue. So huyu ataomba yale maombi yake akisinzia. Akija hapa akisema tena macho yamefunguka, mshirika akili yake itaenda kwa. Na huyu ni kipofu aliyepewa uwezo wa kujua vitu kwa mtu anayeona, na ameambiwa na mshirika kwamba unajua wewe uko na nguvu kama yule babako. Sasa atasema hata mimi nimeshuhudia. Na babako anakulipa pesa ngapi? Hii ni kudhulumiwa, mtumishi wa Mungu, tuko tayari kukusupport. Mtu aseme amen mpaka kanyage chini. Na huyu atapewa nafasi nyingine tena, pastor tena ameenda Rwanda anarudi, na akaombea mwingine aliyekuwa kwenye wheelchair akaamuka. So utamuona ako na simu yake na nambari za washirika wengine ambao hakuwa nao na hakuwa na hizo namba kabla hujamwacha hapa. Kitambo ujue kuna kanisa lingine linafunguliwa sehemu za Nyeri kupitia kwa hawa washirika na maelezo ya huyu, na washirika wananunua uwanja na wanajenga kwa bidii, sababu wanajua huyu ako na anointing, na hawajui huyu ni mkebe ambao hujazwa na mwenyewe, akienda zake na akirudi ni mkebe tupu. Atakapoondoka huyu na wale washirika, hakuna covenant kati ya huyu na yule na huyu kuhusu huko. So ameenda mkebe. Akienda huko ananguruma vile vile, anaomba vile vile, anahubiri vile vile. Sasa hata sasa hiyo ameongeza, kwa sababu sasa yeye ndio mwenyewe. Lakini maisha ni yale yale, ni ile miujiza mliopokea kule kwenu ndio mko nayo hapo. Then mapepo ya hapo yatamuuliza, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, ndugu uliyekuja Nyeri, wewe ni nani? Situache hiyo topic na hapo nirudi kwa ile.
Umeelewa sasa? Sababu aliyeweka madhabahu aliweka covenant na Mungu kwa ajili ya yeyote. Mungu anamsikia yeye, sio wale wagonjwa. La sivyo wagonjwa wangejiombea wakiwa hospitalini wangepona, wangeombewa wakiwa huko nyumbani kwao wangepona. Kwa nini wapande ndege? Kwa nini wapande gari? Ushasikia mtu akikuuliza kwa nini mpande magari mkienda huko? Kwani Mungu yuko huko peke yake? Sababu hajasoma akaelewa, na nitakuelewesha zaidi ili ukitoka hapa uelewe zaidi, lakini zaidi yote Mungu akutendee zaidi. Genesis chapter number 22. Chapter number 22, Genesis from verse 1. Mwanzo 21 kuanzia mstari wa kwanza. Sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Go to a region called Moriah. Toka wapi? Beersheba. From Beersheba to Jerusalem, nitakwambia vitu vingine vitakushangaza, in 3 days. Unajua hiyo Mount Moriah ni gani? Ushawahi kuona watu wanaendanga Israel alafu wanasimama kwa ukuta fulani wanaombea hapo, wanaweka makaratasi hapo? Hiyo ndio Mount Moriah. Mpaka leo hii dunia yote inapigana na wanapigania hapo. Hapo kuna kanisa, hapo kuna msikiti, hapo juu kuna msikiti, hapo juu kuna kanisa. Wayahudi wanaombea hapa kwa ukuta, ng'ambo ile nyingine ni Waisraeli wa Kristo. Hiyo temple ya Solomoni, hiyo ambayo Solomoni ameongea, hiyo temple ndio inang'ang'aniwa mpaka leo. I tell you the truth, hapo juu. Ndio maana hakuna mtu anapigania Tel Aviv, hakuna mtu anapigania Galili, hakuna. Jerusalem. Na ile sehemu ambayo inaleta vita ni kamlima kadogo, kana toshana hii nyumba tu, ni kama eka 6. Hata si mlima, ni kitu kanakaa kama hill. Hapo upande ule mwingine, hapo juu mahali Abrahamu alitoa sacrifice, kuna msikiti hapo juu. Wayahudi wanaombea hapa, provided hapa kwa mlima wa Moriah. Wakristo pia wako ile mambo nyingine, bora tu hapa. Mbona tunapigania hapa? Si tuende tuombee kwingine? Kwani hadi ni hapo peke yake? Hapo mimi nishaenda nikaona na macho hivi. Hawapiganii mahali Yesu alizikwa, hawapiganii Mount sijui wapi, wanapigania hapo. Why? Altar dedicated by God, consecrated by God. What did God say? Get out of this place. It doesn't matter. You have a sacrifice. I know you can give Isaac, yes, lakini ukimtoa hapa sitasikia. Nenda mahali nitakuonyesha. Wapi uko? Si sadaka tu. Mahali unaitolea pamoja na sadaka inazaa matunda. Sadaka pasipo mahali pazuri ni kazi bure. Mtu anaelewa vizuri? Vizuri. Okay. Ushawahi kutoa mahali mpaka ukasikia nasikia kuchoka na wokovu? Yaani usipotoa uko afadhali. Ukitoa unashika kichwa, Mungu nilikukosea. Na basi nakwambia mpendwa, Bwana amesema. Unamuuliza mtumishi kama alisema, si aseme vizuri jamani. Lakini mwingine ametoa huko kwao, maisha yake yamebadilika, na alitoa akiwa na madeni, na sasa yeye ndio mfalme wa utajiri, na alitoa akiwa na madeni. Na wewe ulitoa ukiwa na utajiri, wewe ndio mfalme wa umasikini. Muulize mwenzako, wewe unatoanga wapi? Kumbukeni yule msichana wangu ambao nimetumana wazazi wake waje hapa.
Anasema pastor, nataka sacrifice yangu, umenifilisisha. Wapi? Mimi nimetoa mpaka nikafilisika. Kwa nini? Alitoa, anataka ku travel. Na aka travel mpaka kafilisika. Silito, mistake ko kamali, but I don't want to stay in one place. I want to travel. Then I came here. Nilitoa sacrifice. Nika travel, mistake. I don't have money. I want money. I have travel. Aka mwenye dhambi akija hapa aombe lolote, musikie Mungu, jibu maombi yake. Travel. Sema sio mimi. Amen. Unasaidika. Lakini Mungu anamwambia Abrahamu, toka hapa. Najua ni sadaka nzuri, lakini usipochunga utapanda mbegu juu ya ardhi ya lami na itakanyagwa na trailer. Utapanda mbegu kwa Sahara Desert, hakuna kitu kitamea. Toka hapa, I will show you where to give. And when he gave there, God said, now I know that you believe and obey me. One sign of obedience is 3 days travel. Going to the place of sacrifice. Anaenda kwa madhabahu yake. 3 days ana travel. Anaenda kwa madhabahu yake. Then what kind of sacrifice? Luke chapter number 2 verse number 21. On the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. When the time came for the purification, right, required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Then chapter number 2 verse number 41. Every year Jesus' parents went to Jerusalem to the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the festival according to the customs. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. But they were not aware, or they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." "Why were you searching for me?" he asked. "Didn't you know I had to be in my father's house?" Kwani huko Bethlehem hakukuwa na sinagogi? "Didn't you know that I had to be in my father's house?" Unajua hiyo house ilikuwa wapi?
pale pale Solomoni aliijengea na akaidedicate. Didn't you know I had to be in my father's house? Why are you looking for me? Na kwa nini walikuwa wanatoka kule kila mara wanakuja huko? You might have gathering centers, but not a dedicated temple. You might have several gathering centers, but those places are not dedicated. Inabidi waondoke. Hata Yesu anaambia wazazi wake, haja gani kunitafuta? Hamukujua ninastahili kukaa kwa nyumba ya baba yangu? Wapi? Hapa. Nani aliweka wakfu? Abrahamu kwanza ndiye alitoa sacrifice hapa. Solomoni akija akajenga hekalu hapa, akaidedicate hapa. Wengine wote wamefanya kazi hapa. Elia anasema, Bwana, hawa watu wamevunja madhabahu yako, ndio maana tunashindwa hapa. Amen. Where you go matters a lot. Where the temple is matters a lot, because of the covenant between the owner of the temple and his God. When he welcomes you, he invites you into the covenant, you become a partaker in the covenant. You feel the heat he feels, you feel the blessings he feels, you receive the anointing he receives, you receive the blessings he receives. Why? You become a partaker in the covenant. You are in the place of the covenant. So when you plant a seed on a fertile ground, you don't need to bring fertilizer. What you need is a good seed, because whatever you plant, you harvest. What you need is a good seed. Once you have a good seed, don't just plant a good seed. Look for a good soil. You are waiting for what? A good harvest. Unaenda wapi? Meza ya Bwana. Unaenda wapi? Holy Communion. Kuna habari gani? Haujasikia habari za huko. Unaenda wapi? Prophetic Healing and Deliverance Service. Ni nini huko? Hauna habari? Unaenda wapi? Abrahamic Star. Kwa nini haukuona yule mkongo aliyekuja hapa hana chochote, baadaye anasema dola zinanifuata mimi, dola zinanifuata? Mumepanda ndege mnaenda wapi? Holy Communion. Sababu gani? Haukuona yule mama kutoka Kongo anaishi Ujerumani, anasema amepona kansa kwa kushika simu peke yake? Amesema analipa nauli, anaenda kukanyaga hiyo ardhi yeye mwenyewe. Unaenda wapi kutoka Uganda? Holy Communion. Kwa sababu gani? Haukuona yule ndugu akisema hajawahi muona mamake akiwa na ufahamu wake, hadi alipombeba mwezi wa 7. Mtu anakumbuka 7. Hakuna mtu alijua tumekuja kufanya nini hapa. Hata aliyeroga mamake angejua, angemzuia. Hata safari hii hakuna mtu anajua tunafanya nini hapa kwa siku 10. Hata anayekalia nafasi yako kikazi haelewi. Anayekutesa na ndoto mbaya hajui kwa nini tunaomba kama wachawi usiku. Mtu hajui. Anakuuliza, kwani mnaenda wapi? Mnaenda kufanya nini? Unaona hata huyu analala, usimwamshe, atapona tu, amejileta. Nitamroga saa 9 kamili meza ya Bwana. Ukiona mtu analala, wewe mpepete, mwacha lale. Hakuna mtu anapoteza wakati. Alale awe macho. Ni vile tu kuna ufahamu mwingine atakosa. Kilichomleta atapata, lakini akili fulani hatakuwa nayo. Sababu kuna akili ya kufundishwa na kuna miujiza. Amen. Sema, sio. Umetoka shule? Ulifunga juzi? Umekuja nani? Okay. Sasa swali langu, madhabahu yako ni wapi?
na huwa unachukua muda wa kwenda huko. Inakugharimu muda gani? Hiyo ndio maana wengine wanaenda hivi. Covenant kati ya mwenye madhabahu na Mungu wake na madhabahu yake. Yeyote atakayekuja. Unaona mtu anakaa kukufa. Unajua yule nasa ameniambia nini? Alikuwa Pastor, 50% ya watu waliokuja wakiwa critically ill nimewadischarge kutoka kwa vitanda, wameketi wiki nyingine. Waliokuja wakiwa critically ill, more than 50% tushawatoa huko. Na uzuri ni kwamba hatuna medics wa Kenya peke yake, tuko na hata wa mataifa mengine. So ukitoka mataifa ya huko utakuta daktari mwingine yako hapa na ni wa taifa lingine, anakupima. Sio daktari wa Kenya ambao tuseme amehongwa na pastor. Yeyote, Mungu mwanangu, yeyote ama yeyote atakaye kanyaga madhabahu haya na mahitaji yake, usimuulize alikosea wapi, usimuulize dini yake. Amesikia habari zako, akifika hapa akaomba, mpe tamanio la moyo wake. Mtu ametoka Hong Kong amekuja hapa 10 days, akimaliza anapanda ndege Hong Kong. Naona bendera zingine sijui za kutoka Qatar, sijui wapi. Ya wapi? Lebanon, Qatar. Yes. Kama ametoka huko mambo, hajui barabara ya kwenda kwao. Kwani amepotea? Nataka kufanya ibada nyingine ng'ambo, alafu nirudi nifanye ibada nyingine hapa. Nikwambie kile nitafanya. Amen. Nataka niende ng'ambo, niongee na hiyo ardhi, nirudi hapa, niwabariki wanangu, waende watawale huko. Hiyo kitu imenisumbua tangu usiku. Niende nifanye uchawi wangu rasmi ng'ambo. Niende ni dedicate kwa ajili ya uzao wa madhabahu haya. Haijalishi ni nchi gani umeenda, uende Katari, uende Japani, uende Asia, uende Saudi Arabia, utafanikiwa. Unaona hizo bendera zinakaa mzuri, peperusha tunisikie good. Kusikia good ni kusikia well. Jamani, Zambia, Katari, gani, Kongo, ni hizo peke yake. Kuna watu wawili wachokozi hapa, wa Kenya na wa Tanzania. Hao ni wachokozi. Na uchokozi wa imani nafikiria wa Tanzania ndio wamefundisha wa Kenya. Hawakuanga hivyo. Mmekubali? Wamewashinda. Hawa watu wa Hong wamewashinda. Mmekubali wa Kenya? Hiyo kesi imeisha kuanzia leo. Iendelee hivyo. Unajua Bishop aliniambia Tanzania is very special in your life. Aliniambia your ministry will take off from Tanzania. Tuachie hiyo hapa. Unaona na bendera zao. Okay. Tutatambua wenye hii kanisa kulingana na bendera. Hebu peperusha bendera za kwenu, tuone zile bendera ziko nyingi. Okay. Si tumekubali? Angalia vile huyu anasugua uso pastor. Okay, Wakenya wameinua mikono. Mumeinua mikono? Hatuna bendera. Mwenye hii alikuwa wapi? Thank you.
Bwana Yesu asifiwe. Ninapanga, nitaenda anytime. Sasa angalia hawa. Shida iko wapi mami? Nini? Sema nini mami? Nasema eti imeshahamishwa imeenda Tanzania, nawaambia uongo, inaenda Europe. Inaenda Europe. Na wale Tanzania wanasema wameanguka naye. Europe wapi? Poland. Unatoka Poland? Baba, kwani umesahau? Nimewazaa wengi, pasa sana nazaa kila siku. Ana family planning huyo dada. Okay.